Na karibu tena mtazamaji, hizi ni taarifa za Dira ya Wiki. Sehemu ni Mizani ya Wiki, ambapo tunaangazia usalama wa walimu kule shuleni. Mtazamaji, je, unahisi kwamba walimu wako salama kule shuleni? Hebu zungumza nasi pale kwenye Twitter @NicholasWambua_KTN_News_KE na hashtag ikiwa ni Mizani ya Wiki. Bwana Jonathan, je, mwalimu akiwa shuleni, hilo swali ambalo nimemuuliza mtazamaji, yuko salama? Kwenye sehemu teule nchini Kenya walimu wataweza kuhisi wako salama, lakini kuna sehemu nyingine ambazo kuna hali ya mshike, walimu wanakimbia. Sehemu ya kaskazini mashariki nzima, sehemu ya bonde la Ufa, kuna sehemu nyingine sasa vile tumepata habari kule Kakamega, tumepata habari kutoka Migori, Kitui. Ni hali ambayo hairidhishi, kwani wakati mwalimu hahisi kama yuko salama, basi utenda kazi wake pia utashuka, na inakuwa ni vigumu, kwani mwalimu ni mlezi na yafaa akili zake ziwe zimetulia ili aweze kutoa mwongozo unaofaa kwa wanafunzi ili waweze kutimiza ndoto zao. Na vile walimu wanavyosimamiwa nchini Kenya, nadhani kuna mtu amezembea, kwani wale watu ambao wanasimamia tume ya kuajiri walimu hapa Nairobi, ingekuwa vema kama wangejihusisha na mambo ya juu ya sera moja kwa moja, wasiingilie mambo ya kila siku mwalimu ameingia kazini ama hajatoka. Lakini kwenye ngazi ya shirika zima hilo, kuna wale watu ambao wako kwenye county na chini ya county, kuna staffing officers, kuna human resource officers, kuna wale sub county directors. Hao unaona wangekuwa wanaketi chini na washikadau wengine na vyama vya kutetea haki za walimu, alafu wapate mwafaka wa utenda kazi pale chini. Lakini ilivyo sasa, tunamuona Nancy Macharia huku juu Nairobi, yeye anazungumzia mambo ya kimsingi kule mashinani. Wakati afisi kuu Nairobi inaingilia mambo ya kimsingi pale mashinani, basi wanapoteza mwelekeo kwenye sera, kwa sababu sera yafaa iwe ndiyo nguzo ya sekta nzima kusimamia ualimu na elimu. Lakini pia ukiangalia utapata kwamba tume ya kuajiri walimu, ingawaji inafanya kazi kwa pamoja na Wizara ya Elimu, lakini kuna tofauti, kuna mwanya kidogo. Na huo mwanya unafanya kuna mambo mengine yanapotea, yanaanguka pale, na yule mtu aliye kwenye Wizara ya Elimu anasema, ananyoosha kidole, anasema hili ni jambo la tume ya kuajiri walimu. Yule aliye kwenye tume ya kuajiri walimu ananyoosha kidole, anasema hilo ni jambo la Wizara ya Elimu. Sasa mwafaka yafaa upatikane wakati kuna mabadiliko yanayoendelea kwenye sekta ya elimu. Sasa mwalimu ahakikishiwe usalama wake popote alipo. Jambo la pili ni kwamba katika hii sera ambayo tume ya kuajiri walimu inatekeleza ya kuwahamisha walimu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kituo kimoja zaidi ya miaka 10, ingekuwa vema kama hawa walimu wangekuwa wanapewa notisi, unaambiwa sasa umeelekea kufika miaka 8, mwaka ujao tutakupa uhamisho ili upate kujipanga. Ni vigumu sana, walimu wengine wako katika hali ambayo hairidhishi, kwa sababu pengine Wambua, kama unafunza Nairobi, umekimbia ni Machakos ama Kiambu, umepata kipande cha shamba, umechukua mkopo kwenye benki. Sasa unafanya kilimo kidogo pale, pengine umeweka ng'ombe wa maziwa, lakini unakimbia kwenda darasani kufunza. Huyo ng'ombe anakusaidia kujikimu, lakini sasa moja kwa moja wakati wewe uko likizo ya Krismasi, unapata barua na ujumbe mfupi, umehamishwa, umepelekwa Mandera. Sasa ni kama mwalimu anafanya kazi nzuri ya kusaidia kutimiza ndoto zetu za nchi kupitia kufunza, lakini upande mwingine hatumheshimu, hatumthamini. Tunamfanya yeye kama kifaa ambacho unaweza kwenda kununua na kukitupa,
na unakumbuka kukinoa na kukitumia wakati unakihitaji. Lakini kama msimu ni mwingine tunakitupa kando. Hapo ndipo tumepoteza, na naona tukikosa kurejesha hadhi ya mwalimu, apate zile nguvu alizokuwa nazo mwalimu, aweze kuelekeza jamii pale mashinani, basi ndoto nyingi nchini zinaenda kuangamia ama kufifia. Na Bwana Jonathan, ili swala la wazazi kumshambulia mwalimu kwa shuleni, manake sasa si ugaidi, ni walimu wale watu ambao mnafanya mikutano nao kila muhula, mnaketi nao, ndio wanarudi shuleni kwenda kushambulia walimu, kwa fukuza. Siku leo tumeona Matate kule wazazi wakifukuza walimu kutoka shuleni kutokana na matokeo duni. Lakini ni mfano gani ambao mzazi anaweka kwa mtoto wake ambaye yuko pale kwenye ile shule? Huyu mtoto anafaa kumheshimu mwalimu, lakini wewe kama mzazi unajitolea, unaenda pale shuleni kwenda kumfukuza mwalimu, umebeba mabango, umebeba mawe kwenda kumfukuza mwalimu. Sio mwanafunzi kesho atamchapa mwalimu. Tumekuwa watu wazima nchini Kenya wenye mifano mibaya. Na mifano mibaya hii tunaanzisha kwenye ulingo wetu wa siasa, mahali popote. Wakati tunatofautiana, tunatumia nguvu, tunatumia lugha iliyo chafu kuwadhalilisha wengine. Sasa inavyokuwa mzazi ambaye kisheria, kwenye sheria zinazosimamia elimu nchini Kenya, the Basic Education Act, mzazi ana nafasi yake kuwasilisha maoni yake kwenye usimamizi wa shule ambapo mtoto wake huenda. Lakini tukipata mambo yamefika kiwango kwamba Januari tunapoanza mhula mpya, wazazi wanaanza kushambulia shule na lawama inarejea kwamba matokeo ya mwaka jana hayakuwa ya kuridhisha. Kwangu mimi, hao wazazi ndio wenye kupotea. Kwani hawakushiriki kwenye kupanga mipango na ruwaza za shule mwaka huo. Kwani ilivyo kisheria na ilivyo kwenye utamaduni na utaratibu wa usimamizi wa shule nchini Kenya, muhula wa kwanza huu wazazi huwa wanaitwa shuleni. Mwalimu mkuu na bodi ya usimamizi ya shule wanatoa ruwaza yao, wanawaambia wazazi na wanafunzi kwamba mwaka huu ama miaka miwili mitatu ijayo, haya ndiyo mambo tungependa kuzingatia. Pengine kwenye miundo misingi, kwenye grade zetu, matokeo yote ya mtihani, tunataka tubadili hili na lile ili tupate matokeo yaliyo mema. Sasa wazazi wakishiriki kwenye mikutano hii, wazazi wakitoa maoni yao, wazazi wakichangia ujuzi wao, sio fedha tu, sioni ni vipi baada ya miezi 6-7 itakuwa nipata mshike kwa mwalimu tena. Itakuwa ni watu wanafanya kwa pamoja, wanakwenda bega kwa bega ili waimarishe hali ya elimu na wanafunzi ambao wako kwenye hiyo shule kwa wakati wowote. Bwana Jonathan, nitakupa mfano katika shule iliyofungwa kule Kitui. Kama nilivyosema ni kwamba singependa sana tuliangazia hilo swala kindani, manake kuna tetesi nyingi tu ambazo zimeweza kuzingira swala hilo. Lakini wakati ambapo TSC iliweza kutoa taarifa zake kwamba imefunga ile shule na kuondoa walimu wote na kusema kwamba hawatawarejesha tena walimu kule. Na nadhani kwamba sio shule ya Kitui peke yake. Ilikuwa inaitwa Ndoni. Ama kuna shule nyingine nyingi ambazo uamuzi kama huu utaweza kutolewa. Mwanafunzi anaachwa katika hali gani pale? Ni hali ya kusikitisha, kwani mwanafunzi ambaye ni mchanga, ambaye hajahusika kwa vyovyote na yaliyotokea, yeye ndiye anayepokonywa haki yake. Hata ule mtihani sio yeye alifanya. Mtihani sio yeye alifanya, watangulizi wake ndio waliofanya. Waliosimamia mtihani huo walikuwa ni watu wazima. Kama kulikuwa na wizi, kama kulikuwa na uzembe, huyu mtoto mdogo hausiki. Lakini wakati vita hivi vinatokea vya ndovu, basi nyasi zinaumia, ambaye ni mwanafunzi huyu ambaye ari yake ya masomo itakuja kubadilika kwa sababu ya mambo kutopangika na kueleweka pale mashinani. Ingekuwa vema kwenye sekta ya elimu, wakati kuna mgogoro, wakati kuna shida yoyote,
haki ya mwanafunzi iwe inalindwa na izingatiwe. Ni jambo ambalo kwangu mimi nazungumza binafsi. Tume ya kuajiri walimu kuna mambo mawili ambayo umegusia. Ilisema inawaondoa, nadhani kuna walimu 6 ambao walikuwa kwenye ile shule. Yule aliyewawa alikuwa ni wa 7. Hao 6 waondolewe. Ni sawa waondolewe kwa sababu usalama wao pia ni haki yao. Lakini kufanya uamuzi kwamba hawatapeleka walimu wengine, na hiyo taarifa inakwisha hivyo. Hawatuambii ni mikakati ipi wameanzisha ili kuhakikisha hali ya kawaida inarejea, swala litatuliwe na mwanafunzi ambaye ana haki ya kupata elimu apate haki yake kwa wakati unaofaa. Kwani haya ni mambo yanayotokea mwanzo wa muhula. Mwishoni mwa mwaka wanafunzi wa kutoka hiyo shule pale Kitui watakuwa wanaofanya mtihani mmoja na wale ambao watakuwa hawajapata tabu kama hizo. Na pengine Bwana Jonathan, tukimalizia mwisho kabisa, ili kurejesha hadhi ya mwalimu ama heshima mwalimu kiasi cha kwamba mzazi atamka tu kuanza kumfokea ama kuanza kumshambulia, ili mwalimu pengine kurejesha heshima yake, inahitajika kufanyika nini? Kifupi tu. Kwa ufupi, yafaa vyama vinavyoshiriki kutetea haki za walimu wakwende mbele kidogo, watoke pale walipo ambapo kila mara wanalizungumzia jambo la mishahara peke yake. Wazungumzie hali ya ualimu wenyewe na elimu. Kwani mwalimu ni mlezi ambaye anaelekeza wanafunzi na kuwasaidia zaidi ya kuwa pale shuleni. Jambo la pili ni kwamba tume ya kuajiri walimu na wizara ya elimu izungumze na washikadau wengine, tuone kama wale watu ambao wanajiunga na ualimu wanaweza kuwa ni wale ambao wamehitimu na kupata alama za juu kidogo. Jambo ambalo linafanya watu wengi kudharau ualimu ni kwamba watu wengi ambao wanaingia ualimu wakati huu ni wale watu ambao wamekosa lingine lolote la kufanya. Sasa inakuwa alitaka kuwa wakili lakini hakuweza, basi bora niingie ualimu. Lakini tukirejelea ilivyokuwa hapo nyuma kwamba yule mtu amepata alama za juu anaweza kwenda kuwa mwalimu, hadhi ya walimu inaweza rudi, na tuweze kuzungumzia mambo ya sera na hali ya utendakazi bila kuzingatia mishahara mara kwa mara. Isiyo tu kile wakati wanapoketi ni kuzungumzia masuala ya mishahara. Naam, mtazamaji, huyu hapo ni Bwana Jonathan Wesaya ambaye ni mtaalamu na mchambuzi wa elimu. Basi umeweza kusikia semi zake na ushauri wake, bila shaka kwa walimu, kwa wazazi, na hata athari ambazo zinakuja wakati ambapo hawa wawili wanapigana, na athari ambayo inamwathiri sana mwanafunzi katika maendeleo yake pale shuleni. Basi ndipo natamatisha taarifa zetu ama mazungumzo yetu kwa siku ya leo, ambayo ni mizani ya wiki, kuhusiana na heshima, kuhusiana na usalama wa mwalimu na vile vile hadhi yake pale shuleni. Je, kwa nini matukio kama haya yanazidi kutokea sehemu mbalimbali? Nasema asante sana. Mimi naitwa Nicholas Wambua. Napata mapumziko, ila muda si mrefu nitakuwa narejea nikupashe kuanzia saa 1 kwenye taarifa ambazo zimeweza kuibuka kwa siku ya leo. Salia hapa ndani ya KT News na usiende mbali.